walishika wasifuji. Yani wasifuji ndio walishika. Wanawekwa ndani ya gereza. Na gereza haikuwa ya wasifuji. Gereza ilikuwa ya wakora. Hata ukiuliza jamaa, takwambia hiyo ni watu ambao wanakufuru. Nasema gereza ilikuwa na wenyewe. Wewe sio kwa ndani ya gereza. Na una kitu mkipata. Acha nikuambie. Kila gereza ilikuwa na misingi. Kila gereza ilikuwa na misingi. Na hiyo misingi inafanya gereza inakaa hapo. Na kwambia kuna watu wamegonjeka na hiyo magonjwa kwa na misingi. Maana ana ukimwi, mama yake au mama yake alikufa kwa ukimwi. Hiyo ni misingi. Inafanya pia napitia. Wengine wako na laana na hiyo laana ni ya babu. Maana alilaaniwa. Wengine wako na magonjwa lakini hiyo magonjwa utaambiwa kuna sijui nani anafanya. Hiyo ni misingi. Lakini nakwambia kwa usiku wa manane kabla tuingie kwa siku nyingine, kabla tuingie kwa mwezi mwingine, kabla tuingie kwa baraka nyingine, kabla tuingie kwa mambo mengine, hapo katikati usiku wa manane na kwa siku wa manane hatuingii na hiyo shida. Haleluya. Biblia inasema wakati walikuwa na sifu na wanaomba, Kizungu inasema sadi. Kizungu inasema suddenly. Yani wakati watu wanaabudu wanasema shirienda shiringa yopindira yumohonisi chahazi karema katemyande chose nemilu achesa mineha. Yani kama bwana tu wanasema na mnahua suddenly Mlinda akasema, yani wakati aliangalia pale soma, wakati aliamka walinzi wanakwenda ndani, kumbe wanalala. Walinzi wanakwenda ndani wanalala, kumbe mchana kuloga anaangalia
imefunguka. Wakati anaamuka kile anaona anasema ndo la hasina. Hawana mambo wasome ndo la hasina. Mambo ya kulala ndo la hasina. Ndio sema ndo la hasina. Ndo la hasina. Naona nini? Wewe unaona kulea. Naona nini? Hapo anasema akicheka. Hapo anasema hiyo akicheka. Hapo anasema kilia. Naona nini? Unataka kuchukua. Analia maana mambo sio mambo. Aliyodhani ndivyo sivyo. Aliyodhani utakufa. Anaona utakufa. Anasema naona nini? Alidhani kwamba kazi kwa mama huyu. Anaona utazikwa. Anasema naona nini? Alidhani ya kwamba ndio atakufa mama huyu. Anasema naona nini? Kuna nyama gani? Naona nini? Walezi. Anasema walezi. Hao wasema walezi. Wanaangalia. Wanasema naona nini? Kasema anataka kuchua maana milango inafunga hajafungua. Unaelewa? Mlango ni wao walifunga lakini hajafungua, lakini umefunguka. Yeye alisema hawezi sana, hajaenda atoe makaratasi kwenye aliweka kwamba Marutha hawezi sana. Akiangalia uko na mimba anashangaa na wala nini, mimi nilifunga sijafungua, lakini angalia alifunga sasa. Anasema hii mimba haitawahi kuwa na amani. Akiangalia uko na amani harusi tumeweka itakuwa. Anashangaa na wala nini, na kwa vile kuna kitu wataona tofauti na matarajio yao. Haleluya. Wajamaa Petro akamwambia kwamba usijiue, tuko hapa. Yaani milango imefunguka, kile tuko hapa. Hiyo ni ishara kwamba wewe nguvu zako hauna sahihi. Tuko tu hapa lakini hujatufungulia. Kwa hiyo alisema tuko hapa, mlinzi alisema nifanye namna gani? Yaani milango imefunguka. Wanafikiria utahame shorofa. Hawajahame shorofa. Na kuna mpango walikuwa nao kuhusu wewe. Wanafikiria utahama. Unawaambia hapana, shorofa bado niko na bado ninaabudu Mungu shorofa. Wanauliza tufanye nini? Maana wanajua univuruge shorofa. Lakini wanashangaa uko hapa na watakumaliza. Watakuja kwako na sema tumefika wakati ambapo wale ambao walikufunga, wale ambao walisema utaendelea, wale ambao walikoroga, walioroga biashara yako, walioroga mtoto wako, walioroga shamba yako, wakuje kwako wakuulize mama, tufanye namna gani? Maana tulidhani sio hivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia ni leo. Hiyo siku ni leo. Na angalia naona mtu ambaye amekuwa ndani ya gereza, na hata amekuwa ndani ya gereza atajaribu kutoka hii mlango, anapata mlango mwingine umefungwa. Gereza haonekani mlango mmoja. Gereza milango ni mingi. Hata Biblia inasema kwamba Petro alipita kwa lango la kwanza, akapita kwa lango la pili, lango la tatu Biblia inasema kwamba na chuma, lakini Petro pia alipita. Na kwambia mbingu zinaposhuka, hata kama milango ni mingapi, mbingu haifunguagi mlango mmoja, milango yote inafunguka. Unapotoka mahali hapa, milango yako ambayo ilikuwa imefungwa, ulikuwa umefungiwa ndani ya kazi, ulikuwa umefungiwa huwezi fanya kazi, ulikuwa umefungiwa huwezi fanya biashara, lakini nakwambia milango yote yenye kila mmoja ulikuwa umepanga kufanya, nakwambia leo hii unapotoka hapa anza kufanya kila kitu ulipanga kufanya. Na babeli ibada ya kuanzisha mwanzo mpya kwamba uanze kufanya, hauna kama gereza tena, bali wakati wa kukaa nje. Haleluya. Nimesikia nisema ukiwa ndani ya gereza unakula ugali mbichi, lakini kwako unakula yenye miiva. Na watu leo hawatakula ugali mbichi. Walio ndani ya gereza baada ya kutoka, hata kama wale kupiga viboko na kuweka, wakati wa kutoka hawatakupiga viboko. Na kwambia wale piga viboko wakiwekwa, wakati wa kutoka wanatoka pole pole. Maana chenye kiliwasumbua wakiwa wanapanda ndani ya gereza, hakina nasumbua tena. Gereza walitupa ndani. Wanapokutupa ndani, hawataka kujua unaanguka namna gani, hawataka kujua unaishi namna gani. Wakiuliza fulani kwa wapi, wanasema huyu anatuchuma mambo yake. Bwana asifiwe. Lakini leo hii nasema, leo hii Mungu ameamua kwamba milango yote ambayo ni ya gereza ambayo ilikuwa imekufunga
utapata pesa